Karibuni wote kwenye session yetu ya leo. Kwa wale ambao mnajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, huu ni mwendelezo wa sessions ambazo tumekuwa tunazifanya kwa muda mrefu sasa. Tulianza mwaka jana na huu inaweza kuwa tukaribia tumefanya zaidi ya miezi 7. Na lengo hizi session basically ni kuwaonyesha wenzetu fursa ambazo zipo nje ya mipaka ya nchi yetu, na hii ni tunaongelea nchi kama Kenya, Tanzania na Uganda. Tunamaanisha wote ambao wanaongea lugha ya Kiswahili, kwa kuonyesha fursa ambazo zipo nje ya mipaka ya nchi yetu, na pia kuwapa mbinu ya kuweza kuchangamkia na kuzipata hizo fursa. Tumekuwa tukifanya hivi kwa kuwaleta baadhi ya watu ambao tayari wapo nje wanasoma au wanafanya kazi, na kuwaleta hapa kwenye hizi sessions waweze kutuelezea namna ambavyo wao walizipata hizo nafasi ambazo walizipata na jinsi gani na sisi tunaweza tukazitafuta hizo nafasi za kuzipata. Kwa kwenye session yetu ya leo tunaye Engineer Fadhili Malisa, na Engineer Fadhili Malisa kidogo nitampa very brief introduction. Engineer Malisa is a biomedical engineer with expertise in biomedical equipment design, system design, installation and maintenance. He's currently pursuing his master's degree in biomedical engineering at the University of Pest. Na hii atanisaisha kama nimesema vizuri, nilikuwa najaribu sana siweze kukosea leo, in Hungary. So his ongoing Masters of Science research focuses on functional magnetic resonance imaging and cognitive neuroscience, specifically examining the effects of positive and negative life events on Stroop test performance. In this session, Engineer Malisa will share study and scholarship opportunities in Turkey. Karibu sana Engineer Malisa, na kwenye hii session host wako nitakuwa ni mimi Omari Mzava. Karibu sana. Asante sana Daktari Omari. Cha kwanza ni kushukuru kwa introduction nzuri, lakini ni kucorrect, sio PEX, ni Pech University. Tomato. Okay. Asante. Kama engineer Daktari Omari alivyoni introduce hapo, kwa majina yangu na kozi ninayosoma mimi kwa sasa nipo Hungary in Europe. Na nafanya masters ya biomedical engineering na nakaribia pia kumaliza inshallah, Mungu akitujalia. Kwa hiyo tutaanza session yetu ya kuelekezana namna gani na vitu gani ambavyo vinatakiwa, na pia tutaenda moja kwa moja kuonyesha namna gani unaweza kufanya application kuanzia mwanzo hadi mwisho, ni wapi unatakiwa kujaza, ni wapi unatakiwa kujaza, ili uweze kukamilisha application yako kwa wakati na kuisubmit kwa wakati. Sijajua kama daktari kutakuwa na maswali yote ya karibu ya mwanzoni kutoka kwako kabla sijaanza. Hapa sina swali lolote, nafikiri tuanze tu moja kwa moja. Okay, sawa. Kwa hiyo cha kwanza nitapita kwenye PowerPoint ambayo itaonyesha baadhi ya vitu mbalimbali ambavyo vinapatikana na vitu gani ambavyo utavipata. Alafu baadaye tutaenda sasa moja kwa moja kwenye practical session ya kufanya hiyo application moja kwa moja. Cha kwanza kabisa, scholarship ambayo tunaizungumzia hapa inaitwa ni Stipendium Hungaricum scholarship, ambayo inapatikana nchini Hungary na inatolewa kwa njia au kwa kutoka kwenye nchi ya Hungary, lakini ikiwa inaongozwa pia au ikiwa chini ya uangalizi pia wa Wizara ya Elimu Tanzania. Kwa hiyo Wizara ya Elimu pia ina coordinate kwa kiasi kikubwa hii scholarship ambayo inapatikana nchini Hungary kwa kuingia ubia kati ya Tanzania na Hungary. Na hapa tutazungumzia vitu mbalimbali ambayo ni scholarship kuhusu upande wa bachelor, masters na PhD. Na kwa upande wa bachelor pia anaweza asiombe scholarship. Kuna wale watu ambao wanatamani kujilipia wenyewe ada nje ya chuo, wanaweza pia wakafuatilia hii application na wakaweza kufanya application yao ikafanikiwa, pia wakapata masomo yao nje ya nchi. Lakini kwa wale wa masters na PhD scholarship, na wapo ambao pia bachelor wanataka kufanya kwa kutumia scholarship, pia watakuwa na uwezo wa kuomba kupitia mtiririko ambao tutakaoenda nao hapo. Hungary ni wapi? Hungary ni moja ya nchi ambazo zipo Central Europe, na kama inavyoonekana hapa ipo katikati ya Europe, lakini pia ni moja ya nchi ambazo ni sehemu ya Schengen. Na huu moja wa Schengen una visa ama una permit ambayo inakuruhusu wewe, ukishapata permit ya kwenda mojawapo ya hizo nchi, basi unakuwa na uhuru wa kwenda nchi zinazokuwepo kwenye huo mmoja bila kuwa na uhitaji wa visa nyingine yoyote. Kwa mfano, ukipata visa ya kuja Hungary, utakuwa na uwezo wa kwenda Slovakia, Austria, Roman, German, French, kote huko bila kuhitaji visa nyingine.
Na opportunities ambazo tunaziongelea hapa pia ni kwenye upande wa bachelor, masters degree, lakini pia na upande wa PhD. Na lugha ambayo inatumika kufundisha masomo haya kwa levels ya bachelor, masters na PhD ni English, lakini pia na Hungarian language kama ukitaka kusoma in Hungarian. Lakini mara nyingi sisi international student huwa tunasoma kwa English, kwa hiyo hiyo option ya English ipo. Sasa advantages ambazo zinapatikana kwenye hii scholarship ni kama zifuatazo. Cha kwanza, scholarship ina cover tuition fees yako ukiwa unasoma hapa. Ita cover living costs zako in terms of pesa kwa ajili ya wewe kuishi, either kula ama kulala. Lakini pia itakupa na bima ambayo itakufacilitate wewe kwenda hospitalini kumwona daktari bila kuwa na charges zozote, lakini pia kufanyiwa vipimo au kufanyiwa diagnosis kama ni operation na vitu vingine vyote bila wewe kutoa pesa yoyote. Lakini pia ukiwa na access ya hiyo Schengen area ambayo sasa ukishakuwa na visa ya Schengen utakuwa na uwezo wa kutembelea takriban nchi 27 ambazo ziko Europe kwenye huo umoja wa Schengen bila kuhitaji visa nyingine yoyote. Na kuna opportunities nyingi ambazo unaweza kuzipata ukiwa unasoma huku kama kutembelea conferences, workshop na kutengeneza network na watu wengine across Europe. Na hizi conference na workshops zinapatikana through scholarship ambazo zipo tayari, ukifika huku utakutana nazo ambazo utataka tu kujaza, then utapewa option ya kwenda kwenye hizo conferences au workshop kutokana na program yako. Lakini pia kunapatikana programs nyingi tofauti tofauti za engineering, za health science, art research na aina zote za categories za kwenye upande wa elimu ambazo mtu anataka kuzisoma atazipata kupitia Hungary kutoka kwenye vyuo tofauti tofauti. Na ni vyuo ambavyo vinatambulika kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo ukitaka kwenda USA, ukitaka kwenda Austria, ukitaka kwenda Australia, popote pale ukiwa na certificate kutoka Hungary, basi inakuwezesha wewe kuweza kupata au kutambulika kwenye ile sehemu ambapo unaenda. Lakini pia moja ya faida nyingine kubwa sana pia kwa wale watu ambao watataka kujisomesha, lakini pia kwa wale watu ambao watakuwa wamepata scholarship, maisha ya Hungary sio magumu sana, ni almost the same na Tanzania. Kwa hiyo ni affordable, unaweza ukaishi vizuri, na kwa wale ambao wanataka kujilipia ada, pia gharama ya shule sio ngumu sana ukitaka kufananisha na Western Europe. Kidogo kule level ya ya shule na gharama za shule zinakuwa nyingi kidogo. Opportunities ukiwa sasa mwanafunzi umeshakuwa admitted au umeshapata admission ya Hungary na ushasajiliwa na umefika Hungary. Kama mwanafunzi unakuwa na uwezo wa kufanya part time jobs. Hii ni moja ya sifa ambayo ukiwa umepata scholarship kwenye nchi kama Hungary au kwenye baadhi ya scholarship kwenye Central Europe, una uwezo wa kufanya kazi za ziada ukiwa kama mwanafunzi. Kwa hiyo una uwezo wa kufanya kazi, inategemea sasa, mara nyingi ni masaa 30 kwa siku au tuseme siku 3 kwa wiki. Masaa 30 kwa wiki au siku 3 ndani ya wiki moja. Kwa hiyo ukiwa kama mwanafunzi utakuwa na uwezo wa kufanya kazi tofauti tofauti, aidha zio kwenye field yako au ama ambazo ziko nje ya field yako kwa takriban siku 3 au masaa 30. Lakini pia ukiwa umemaliza masomo yako immediately, unaweza ukaomba job seeking visa na ukapewa resident permit ya job seeking ambayo ita length kwa muda wa miezi 9 hadi miezi 12, na hii itakusaidia wewe kuweza kuendelea kutengeneza network au kuendelea kutafuta job kazi kama ulikuwa umeapply kazi kwenye makampuni au taasisi tofauti tofauti. Lakini pia ni moja ya channel ambayo inaweza kukupa wewe professional kuweza sehemu zozote zile au kutumia cheti chako kuomba kazi Europe au sehemu nyingine yoyote. Lakini nimeongelea extra opportunities kama kupata hizo research or internship, lakini pia na Erasmus na hizo education mobility. Unaweza ukatoka nchi moja kwenda nchi nyingine kwenda kusoma. Kwa mfano mimi na rafiki yangu sasa hivi tulikuwa tunasoma naye darasa moja, amepata hiyo mobility ya kwenda kusoma French. Kwa hiyo second semester ataenda kusoma French semester nzima, na atakuwa analipiwa malazi, chakula na kila kitu. Lakini pia unakuwa na network na international students, lakini pia na professors au professionals tofauti tofauti. Kwa hiyo utakuwa na uwezo wa kulink na Wajerumani, watu wa Europe, watu wa USA na pengine popote ambapo utaweza kukutana nao. Lakini pia unaweza ikakupa pia mbinu au fursa ya kuendelea kufanya masomo yako, aidha PhD kama ulikuwa kwenye masters, ama kufanya masters nyingine, ama kutoka bachelor kwenda masters ama PhD.
Baadhi ya document ambazo zinahitajika sasa ili wewe uweze kufanya application yako kwa ufanisi na kwa usahihi. Cha kwanza kabisa uwe na copy ya certified school certificates ambazo au academic certificates and transcript ambazo utakuwa kama umesha graduate sasa, hapa tayari utakuwa na certificate yako kama ni ya bachelor, kama ni masters, lakini pia utakuwa na transcript. Lakini unatakiwa kuwa na motivational letter. Mara nyingi sana wanapendelea motivational letter hiyo ndani ya page moja na hiyo na format ya Times New Roman, lakini pia iwe na size ya 12 na the space iwe 1.5. Sasa hapa huwa wanahitaji pia proof ya kuonyesha kwamba wewe ulisoma kwa kutumia English like the medium of instruction wakati unasoma unafanya bachelor yako ama wakati unafanya masters yako it was in English. Kwa hiyo unaweza ukawa na English language proficiency certificates kama IELTS ama TOEFL ama GRE zote, au unaweza ukawa na barua kutoka kwenye previous university ambao umesoma. Kama hapo umesoma UDSM pale, utatakiwa kuwa na barua kutoka kwa registrar office ama kutoka kwa admission office kuonyesha huyu mtu alisoma in English, ama umesoma chuo chochote kile, basi huo unatambua, unaweza kukutengenezea barua ambayo imesainiwa na kuonyesha kwamba masomo yako uliyafanya kwa English yakiwa na details zako, mfano mwaka wa graduate, majina yako halisi na program ambayo ulisoma. Lakini kitu kingine inabidi uwe na passport, kwa sababu hii ndio njia kuu ya kukuwezesha kuweza kusafiri kutoka Tanzania kuja huko, ama kutoka Kenya kuja, au kutoka popote pale ulipo kwenda Hungary. Lakini pia inafaa uwe na medical certificates, lakini hii kwa sasa hivi ni optional. Tutaona namna gani ilivyo optional, lakini huko nyuma ilikuwa ni lazima uwe ujaza medical certificate. Lakini pia lazima uwe na CV yako umeiandaa vizuri, na uwe na barua za referee kukurecommend wewe, minimum ziwe barua 2 kutoka kwa referees tofauti, either walimu wako au watu wako kazini wanaweza kukurecommend. Lakini kwa wale watumishi ambao ni wa serikali, basi watatakiwa at least kuwa na barua ambayo inamuonyesha au kuwa na kibali ambacho kinamuonyesha basi anaweza kupata nafasi ya kwenda kusoma au ya kutoka kazini kwake kwenda kusoma. Sasa tunafanya vipi application? Tunaanzia wapi? Tunaenda wapi? Tutaona application yetu inaonekanaje, na kama unavyoona hapa hilo link yetu ya kuanza scholarship. Kwa hiyo nitaenda moja kwa moja kufungua scholarship yetu na tuone namna gani ya kuweza kuifanya. Kama unavyoona hapa, huu ni muonekano wa mbele kabisa au wa mwanzo kabisa wa scholarship yako inatakiwa ionekaneje. Kwa hiyo ukifungua tu itakuonyesha pale ni stipendium Hungaricum, na itakuonyesha sehemu, itakupa chances ya kulocate sehemu ambayo ulipo, na moja kwa moja kama mimi ni Tanzania itanionyesha basi mimi ni Mtanzania. Na hapa itanipa option ya kusearch program zangu moja kwa moja. Lakini kikubwa cha kwanza kabisa unatakiwa utengeneze account kwa kufanya registration. Kwa mimi nitaenda kwenye register, lakini pia nitasema mimi ni mara yangu ya kwanza kufanya application, basi nitaenda hapa ku create email kwa ajili ya kufanya registration. Naomba nitengeneze link hapa ya kuonyesha ya kutengeneza email yangu ambayo itanisaidia mimi kufanya registration yangu. Kwa hiyo hapa nitaingiza email yangu mimi ambayo nitataka kuingia nayo, lakini hii email hakikisha iwe active na inapatikana, inaweza kutumiwa emails na una uwezo wa kuaccess hizo email katika namna yoyote. Kwa hiyo nikishaandika ile email yangu, basi nitabonyeza register na itanipa namba hapa ambayo ni pin code. Inaweza ikatumika wakati unataka kufanya reset ya account yako au sehemu nyingine yoyote inayohitajika. Kwa hiyo hii namba hakikisha unaisave kama inavyotakiwa. Kwa hiyo unaweza ukaipiga picha, ama unaweza ukaiandika kwenye notebook zako, ama unaweza kuiandika sehemu yoyote ambayo una uhakika hutakuwa na uwezo wa kuipoteza. Lakini baada ya hapo itakwambia kwamba imekutumia link ya kuactivate hiyo scholarship yako au registration yako kwenye email yako. Kwa moja kwa moja mimi nitaenda kwenye email yangu, na hapa nitakuta email ya kufanya ya kuactivate ile account yangu ambayo nimeanza kutengeneza. Kwa hiyo nita click register, then moja kwa moja itanipa option ya kuingiza password ambazo mimi nitakuwa nimezitengeneza kwa ajili ya hii account. Kwa hiyo utaingiza password, na hapa chini itakuwa inakuonyesha if it is very weak ama ipo strong.
Kwa hiyo mimi nitatengeneza password ambayo mimi nitakuwa naitumia. Mfano nimetengeneza password hapo na itaniambia tayari ni strong, inanipa green bar. Kwa hiyo moja kwa moja nitaendelea. Sorry, hapa nitakiwa nijaze jina. Kwa hiyo nitajaza jina. Mfano sisi tunatumia fursa access Tanzania. Kwa hiyo hili litakuwa ndo jina langu. Kama unatumia majina matatu, hakikisha majina yako ni matatu kama yanavyoonekana kwenye cheti chako au kwenye passport yako, na utakuwa unatumia sehemu zako zote ambazo utakuwa unaendelea kufanya registration hii. Kwa hiyo nitabonyeza registration. Kwa hiyo moja kwa moja itanifungulia sasa account yangu au portfolio yangu ambayo sasa ni kwa ajili ya kufanya registration. Na cha kwanza kabisa itanionyesha hapa majina yangu ambayo nilikuwa nimeyajaza. Niliandika Fursa Access Tanzania. Kwa hiyo haya ndo majina yangu yatakayokuwa yanaonekana, lakini ile email yangu ambayo nilitengeneza mwanzo basi itakuwa inaonekana hapa. Kama wewe ulitumia mwakipesile@gmail.com basi itaonekana hapa. Na majina yako labda ni Mwakipesile John Mwakalange, basi itakuwa inasomeka hapa. Then kingine utajaza taarifa zako nyingine zote kama unapenda kujaza. Kwa hiyo hapa mimi nitaenda kujaza mfano wa namba za simu ambazo zinapatikana, ambazo unaweza ukatafuta muda wote, ukaweka kama ni ya Tanzania unaweka, kama ni ya Kenya utaweka, kama ni hapo utaweka. Kwa hiyo nitajaza namba yangu ya simu, then citizenship tayari ilishachaguliwa kule mwanzo kabisa ilipokuwa inakuonyesha Tanzania, lakini kama ni tofauti basi utachagua kutokana na citizenship yako. Hapa utatakiwa kuprovide reference code kama ulishapewa before, lakini kama huna, kama ndo umeanza mara ya kwanza, basi hautakiwi kujaza chochote, utapata hivyo hivyo. Na hii reference code ni tofauti na ile code ambayo ile pin ambayo tulipata pale nyuma, so usije ukaweka ile pin uliweka pale nyuma kama reference code, kwa sababu itakupa errors. Lakini itabidi ukubaliane na masharti yote ambayo yapo kutokana na hii Hungarian Stipendium Scholarship, na guidelines zipo huku moja kwa moja. Ukitaka kusoma utaingia kwenye guidelines utasoma, then utaridhia kama umekubaliana kuendana na hiyo scholarship yako au la. Kwa hiyo ukimaliza vyote hivyo unaendelea, na itakuleta moja kwa moja kwenye option ya kuchagua program yako ambayo unatakiwa uifanye. Kwa hiyo sasa wewe unataka kufanya nini? Utaenda moja kwa moja hapa what do you want to start, alafu uweze kujaza hiyo program yako ambayo unataka kuifanya. Kwa hiyo sasa mimi nitajaza, mfano nataka kusoma biomedical engineering. Kwa hiyo nitaandika hapa biomedical engineering, lakini nitachagua sasa nataka kufanya kwa level gani, kwa level ya bachelor degree ama kwa level ya masters ama kwa level ya one time. Hii one time ni kwa wale ambao wanaanza bachelor, wanasoma miaka, kama bachelor yake ni miaka 4, basi atakuwa ameunganisha na mwaka mmoja ambao inakuwa ni masters. Unachagua pale either one time ama unataka kufanya PhD, utachagua pale PhD. Mfano nitachagua PhD, then nitabonyeza search, na ukibonyeza search hapa chini itakupa options tofauti tofauti. Je, unataka elimu yako ianze lini? Academic ya 2026-27 ambayo ndio tunaitarajia. Kwa hiyo nita untick hizi sehemu nyingine zote. Lakini pia nitaenda kwenye hapa nitachagua full degree, kwa sababu hili ndo lengo kuu la mimi kuweza kupata hii scholarship. Natakiwa kupata elimu ambayo ni full degree na sio partial, kwa sababu mara nyingi hii scholarship huwa haitoi au haikupi option ya partial. Then hapa nitachagua English, kwa sababu sitaki kusoma program yangu kwa level ya Hungarian, kwa lugha ya Hungarian ama kwa German. Kwa wale ambao wametoka German wana uwezo wa kufanya kwa kutumia German, na kwa wale ambao wanataka kufanya kwa kutumia Hungarian basi wana uwezo wa kufanya kwa kutumia Hungarian. Lakini mara nyingi kwa international students huwa tunatumia English, kwa hiyo uta take English. Then ukisearch moja kwa moja itakupa kutokana na hizi categories. Academic ambayo tunaanza nayo mwaka huu ni 26-27, lakini hiyo ni full degree, either ni kwa masters, kwa PhD ama kwa bachelor degree, lakini pia hiyo ni English language. Na hapa chini sasa itanipa results based na kile nilichokuwa nimekisearch hapo mwanzo. Kama nilisearch biomedical engineering basi itanipa biomedical engineering, na kwa sababu nilikuwa nimesha specify doctorate level
basi itanipa program zote ambazo ni related to biomedical engineering, lakini in a doctorate level. Kwa hiyo mfano hapa itakupa chuo kinaitwa ni East Valley SALI ambayo ni Doctorate of School in of Mechanical Engineering Science ambayo inapatikana kwenye Engineering Science, na itakupa hapa kwamba deadline ya kufanya application ni tarehe 15 kama inavyoonekana hapa saa 5 usiku nadhani kwa muda wa Tanzania. Lakini pia itakupa hapa level ya hiyo elimu yako kwamba ni doctorate, lakini pia ni full degree, ni ina semester 8 au ina miaka 4 kwa maana nyingine, lakini itakuwa inatolewa kwa lugha ya Kiingereza na inapatikana mji ambao unaitwa Miskolc. Kwa hiyo kuna chuo ambacho kinaitwa University of Miskolc ambacho kinapatikana mji wa Miskolc au location yake ni Miskolc, basi utakuwa unaweza kupata hiyo degree yako. Kwa hiyo the same labda hapa kuna doctorate ya electrical engineering na yenyewe ni 8 semesters na ni full time, lakini pia au ni full degree, lakini pia inatolewa kwa lugha ya Kiingereza na inapatikana Budapest ambayo ni sehemu which is the capital of Hungary, na chuo chenyewe kinaitwa Budapest University of Technology and Economics. Kwa hiyo hivi huku vya upande wa kushoto kwako ni vyuo, lakini hapa katikati itakupa ile program ambayo unatakiwa kuifanya, lakini huku pembeni sasa ndio itakupa window ya wewe kuchagua au kuanza kufanya application yako. Lakini ukitaka kujua taarifa unabonyeza kwenye more information, basi ukiingia hapa itakupa ni nini ambacho kinatakiwa, sub requirements ambazo zinatakiwa wewe uwe nazo ili uweze kufanya application hiyo. Kwa hiyo itakuonyesha number of credits ambazo zinatakiwa kwa end ni 240 kwenye semester zako 8, lakini itakuonyesha requirement kabla ya wewe kuapply unatakiwa na nini. Unatakiwa uwe na master diploma, ambayo masters yako inatakiwa iwe kwenye sehemu tofauti tofauti, kwa sababu itakuwa inategemeana na program ambayo wewe unataka kuapply. Kama labda ni electrical, basi itataka uwe na background ya electrical engineering au labda uwe na background ya biomedical engineering kutokana na ile course ambayo unataka kuifanya. Kwa hiyo itakuonyesha taarifa zote, na hapa ni baadhi ya nchi ambazo zina uwezo wa kufanya za watu kutoka kwenye hizo nchi kufanya application, na Tanzania ni moja hapo kama inavyosomeka hapa, na language ambayo itakuwa inatumika ni English na minimum language level ni B2. Kwa hiyo hapo kote utakuwa unapata hizo overview za hiyo program yako inafanyikaje, nini ambacho kinatakiwa. Hapa utaona inabidi uwe na certificate ya masters, transcript na information nyingine zote utakuwa unaziona hapa kabla hujaanza kufanya hiyo application yako. Kwa hiyo mimi nikitaka kwenda na hii program ambayo ni Doctoral School of Electrical Engineering, basi nitafanya application. Lakini kama ulikuwa hujaipenda unaweza ukaiweka kwenye save as my wishlist, then ukaendelea kutafuta ile ambayo unaitaka. Kama ukikosa, basi unaweza ukarudi hapo ukakuta kwenye zile wishlist zako. Lakini mimi nimeipenda moja kwa moja, nitaenda kwenye apply na kwa sababu nilishai select, basi hapa itakuwa inaonekana kama nilivyokuwa nimeichagua kwamba ni Doctorate School of Electrical Engineering. Kwa hiyo sasa ukishaichagua tu moja kwa moja itakuleta hapa chini kukuonyesha kwenye hii first section ambayo ni priorities. Itakuleta hapa chini ambayo inasomeka ile doctorate ambayo ulikuwa umechagua ama ile program ambayo ulikuwa umechagua. Kama ni Masters of Engineering Management, basi utaipata hapa. Kama ni Masters of Structural Engineering, basi utaipata hapa na itakupa hizo details kama zilivyo. Na kingine kuhusu hii scholarship, inakupa window ya kuchagua options mbili. Kwa kama wewe unataka kufanya masters na una uhakika sana kama nitachaguliwa kwenye choice ya kwanza, basi unaweza ukaongeza choice nyingine. The same kwa program nyingine zote. Kama ulikuwa unafanya bachelor, unaweza ukachagua labda kama ulikuwa unataka kufanya structural au architecture, afu una uhakika unasema lakini mimi napenda niwe civil, basi unaweza ukaongeza. Kwa kama ukitaka kuongeza, utakuja hapa kwenye add more choice. Utarudi pale mwanzo ulipokuwa umepaona, then unaweza uka search labda mimi nataka kufanya management. Kwa hiyo uta search course nyingine yoyote ambayo inaendana na kile ambacho wewe ulichokuwa unakitaka, then utatafuta, then itakupa pale kutokana na vile vyuo. Kwa hiyo itakupa chuo kingine hichi ni Obuda University. Labda mimi nimeipenda hii, pia nitaiweka kama second choice. Kwa hiyo nikiapply moja kwa moja zitaonekana pale chini chaguo namba 1 na chaguo namba 2. Lakini kama ulifikiria baadaye ukasema mimi nataka chaguo namba 2 ile chaguo namba 1, basi unaweza ukacheza na hizo buttons kuipeleka juu ama chini. Kwa hiyo
Kama hapa nimepeleka management iende juu, lakini nikitaka kuirudisha chini the same nitairudisha, lakini itakuonyesha kwamba you have reached the limit for your choices. Kwa hiyo hapa huwezi kuongeza choice nyingine yoyote. Kwa hiyo ni part namba moja au section namba moja ambayo inakuonyesha ni kitu gani sasa ambacho umekichagua wewe na unatakiwa kukipata. Kwa hiyo utakutana na information zote ambazo regarding hiyo program yako. Kwa hiyo utakachokifanya utasave as a draft, kwa sababu utakuwa umeshamaliza kile kipengele cha kwanza na itakuonyesha hapa application is saved. Then utabonyeza next ambayo itaenda kwenye part ya profile. Ukienda kwenye part ya profile, basi hapa itakupa options za kujaza details zako zote kama inavyotakiwa na kutokana na guideline ambayo ipo. Kwa moja kwa moja utakuta yale majina yako ambayo ulishajaza kule mwanzo yanaapia hapa. Kwa mfano jina letu la kwanza lilikuwa ni Fursa, jina la pili tunashumu lilikuwa ni Access. Kwa hiyo kama hapa kwenye family name surname ilibidi iwe Tanzania peke yake, basi tutaitoa hii Access, tutaiweka pale kwenye middle name. Na haya majina hakikisha yanafanana na majina yako ambayo yanaonekana kwenye passport yako, kwa sababu ikiwa na utofauti basi italeta changamoto. Then kama ulikuwa na previous family name unaweza ukaiweka, then ukaendelea, ila kama huna basi unaweza ukaacha hiyo spot empty. Labda gender alikuwa ni male, citizenship ni Tanzania, the country of residence ni Tanzania, jina la mama utaweka pale na shumu ni Mama Fursa. Utaweka jina la mama yako sawa sawa na linavyoonekana kwenye vyeti vyako pia, kwa sababu mara nyingi huku wanatumia jina la mama sana kwenye details zao nyingi. Kwa hiyo inafaa ujue jina la mama yako na kwa uzuri sawa sana linavyofaa kuwa. Kwa hiyo kama jina ni mama, labda family name yake ilikuwa ni Fursa, tutaweka pale majina mawili, lakini kama ilikuwa ni matatu basi utaweka labda pale mama Tanzania, alafu then utaweka Fursa. Kwa hiyo utakuwa na jina la kwanza, la pili, lakini pia na ile jina la tatu la mama yako sawa sana inavyoonekana. Ukija kwenye hii section hapa unatakiwa ujaze social security number kama hivyo, lakini hii tag number tunaita, mara nyingi unaipata kama mtu yuko huku Europe. Mara nyingi wengi ndio na assume labda mtu alikuwa anafanya bachelor degree anataka kuendelea na masters, basi atakuwa na hii tag number. Kama alikuwa anafanya masters anataka kuendelea na PhD, basi atakuwa na hii tag number ambayo ni social security number ataijaza. Lakini kwa wale ambao wako Tanzania au Kenya au wapi sasa hivi ambao hawana, basi wataacha hii spot empty, wataenda kwenye passport, utachagua aina ya ID ambayo inatambulika sana sana ni passport, ni worldwide. Kwa hiyo ukisha select passport, basi utaenda kwenye passport number, labda ni TAE 112234, utaweka passport namba yako pale. Ilitolewa mwaka gani? Labda ilitolewa 2023 March tarehe 11, na ina expire lini? Ina expire 2033 labda February tarehe 12. Kwa hiyo utaweka details sana passport yako inavyoonekana. Current of the country of issued ni Tanzania, utachagua pale. Hapa unaweza ukaweka national ID number, but it's not necessary. Kama hauna basi unaweza ukaiacha tu, lakini kama una national ID number unaweza ukaweka namba zako za NIDA pale, tarehe ya kitambulisho chako kuwa issued na tarehe ya ku expire na nchi ambayo kimetolewa. Then hapa chini utaweka tarehe ya kuzaliwa, labda huyu mtu alizaliwa tuchague mwaka 79 March tarehe 9. Kwa hiyo utaweka tarehe yako pale ya kuzaliwa sawa sana inaonekana kwenye passport yako. Lakini pia nchi ya kuzaliwa ilikuwa ni Tanzania, kwa moja kwa moja utaweka nchi. Lakini huyu mtu alizaliwa labda Moshi, basi tutaweka pale huyu mtu alizaliwa Moshi Kilimanjaro. Na mind you hii sehemu ya place of birth kwenye passport yako inaonekana. Kwa hiyo hakikisha pia kile kilichopo kwenye place of birth kwenye passport yako ndio kinachoonekana hapo. Kwa hiyo utaweka pale Kilimanjaro ndio inakosomeka, then unakuwa umemaliza kwenye hii section. Ukija hapa kwenye social security ambayo ni tag number, kwa wale ambao wako tayari Hungary watakuwa nayo, au wale ambao wako Europe wanazo, basi kama wewe ni Tanzania basi hapo utapaacha empty. Na tax number pia ya Hungary, kama mtu yuko Hungary atakuwa nayo, lakini kama wewe hauna na ni Mtanzania utaiacha empty. Na hapa utatakiwa upload passport picha yako, lakini ikiwa na hizi size ambayo ni 35 kwa 45. Na hizi size unaweza ku resize image yako
kutoka ilipo kama ni ya kawaida kwenda kwenye hii format, na unatakiwa kuhakikisha itakuwa na storage ambayo inazidi MB 2. Kwa wale ambao ni wagumu wanaweza wakaingia online, ukisema tu image resize, unaweza ukapata online link ambayo itakupa wewe ku resize image yako. Utaingia kwenye hiyo image resize, utaupload picha yako na moja kwa moja utaenda kuset hizo parameters sawa sana zinavyoonekana hapa 35, urefu kwa upana wa 45. Then ukisha upload hapa itakupa access ya kufikia hiyo picha yako ilipo. So itakuwa sehemu gani kwenye file lako, utaenda moja kwa moja utaiweka na itakuwa inaonekana upande wako wa kulia kama ulivyokuwa umeupload, na ikiwa successful basi ndio utakuwa na uwezo wa kuiona hapa na itakupa green card vizuri kuonyesha kwamba imekuwa successful. Ukimaliza hii part una save, na ukisha save, kwa sababu sisi hatujajaza sehemu nyingi hapo, basi itatuletea hii error. Lakini ukisha save kila kitu basi mfano mimi nijaribu kutafuta picha ambayo niko nayo, sina kumbukumbu sana vizuri kama nina picha yoyote hapa meet requirement, basi itasomeka pale kama ilivyosomeka. Then after hapa mimi na uwezo wa kusave na itaniambia application is was saved, na utakuwa umemaliza hicho kipengele, basi unaweza ukaenda next step. Na next step ni upande wa contact, kama zilivyokuwa zinasomeka. Email yangu ilikuwa ni fulani, address yangu street address, mimi napatikana Yakabech. Mfano kama ni Tanzania labda nilikuwa napatikana Mianzini, house number ni 17 pale Mianzini labda, na shum city ni Arusha, utaweka mji wako pale unaopatikana lakini pia region ni Arusha, postcode ambayo unayopatikana nayo labda ni 7624, na nchi ambayo unapatikana mimi ni Tanzania. Kwa hiyo hizi ni taarifa zangu za nyumbani kwangu niseme. Kwa hiyo nyumbani kwangu mimi panaitwa Jakapech, lakini pia nyumba namba yangu ni 17. Nadhani kwa watu ambao wako Tanzania sasa hivi kila mtu nyumbani kwake kuna house number. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kuvipata. Na hizi ni taarifa zote ambazo utakuwa nazo. Na kwenye upande wa simu, namba ya simu utaweka pale namba yako ya Tanzania ambayo uko nayo ni 0752 ngapi ngapi, utaweka pale namba yako, na kama una namba tofauti utaweka pia pale ya kuonyesha kwamba namba yangu tofauti ya pili, kama sitakuwa napatikana hii namba nyingine, basi nitakuwa napatikana kupitia hii namba, na hapa itakuonyesha ile namba ambayo tulikuwa tumesha set kule mwanzo. Na emergency contact utaweka sasa namba za watu emergency, mfano una ndugu, kaka yako, dada yako, baba, kama hao ndio watu wako wa karibu au watu wako wa emergency. In case umepatwa na jambo lolote, basi unaweza kutafuta, utaweka pale majina yao. Mtu wangu mimi wa kwanza wa emergency alikuwa ni Fursa, nitamweka pale na email yake ni fursa@gmail.com, nitamweka kama anavyoonekana. Lakini pia namba ya simu ya huyu mtu wa Fursa labda ni Tanzania pia, nitaweka namba yake ya simu pale kama inavyosomeka. Kwa hiyo hii ni namba ya Tanzania ambayo ni ya mtu wangu wa karibu, relation labda huyu mtu ni brother. Kwa hiyo huyu brother ndo atakuwa mtu wangu wa karibu ambaye either anaweza akatumia email kama mimi nitakuwa nimepata changamoto wakati nipo masomoni, au kutakuwa na uhitaji wote labda mimi natafuta sipatikani, basi huyu mtu atakuwa moja kwa moja natafuta. Kwa hiyo nita save na application yako pia pale itaniambia the application was saved. Utabonyeza next, utaenda kwenye part ya education. Sasa hapa kwenye part ya education moja kwa moja tunajaza zile details ambazo zinaendana na kile ambacho tulitakiwa kuki-apply. Kwa mfano au kutokana na elimu yako ya mwisho. Kama wewe una apply for masters, basi utatakiwa kujaza elimu yako ya bachelor degree. Kama una apply for bachelor degree, basi utatakiwa kujaza elimu yako ya form 6 A level. Kama wewe ni PhD, basi utajaza elimu yako ya masters. Kwa sababu sisi ni masters, tuna apply for PhD, basi tutaselect masters ambayo ni level ya education ambayo ni ya mwisho tutakuwa nayo. Basi nitasema pale mimi nimepata masters yangu University of Fetch, alafu program name ya course ambayo nimesoma masters ilikuwa inaitwa ni masters
of Science in Biomedical Engineering utaweka pale kama inavyosomeka kwenye cheti chako. Then utaenda kwenye slot nyingine ambayo ni scientific discipline ambayo ya kwangu mimi ilikuwa ni biomedical engineering, utaweka pale. Ukienda subfield kama ulikuwa na major ambayo ulikuwa ume specify kwenye program yako utaweka pale hiyo major yako. Mimi ilikuwa ni biomedical engineering. Lakini pia diploma name in general, jina lako la program yako kwenye cheti chako linasomekaje? Mara nyingi huwa sasa na program name kwa nitaweka pale. Diploma number, una namba yako ya utambulisho kutoka kwenye cheti chako ambacho kipo pale, utaweka namba yako ya cheti, lakini imetolewa mwaka gani. Kwangu labda ilitolewa 2025 Novemba 11 utaweka, na imetolewa na nani, labda imetolewa na registrar. Imetolewa na registrar University of Page utaweka. Lakini location ilikotolewa ni Hungary, kwa utaweka location. Kama ni Tanzania basi hapo utaweka Tanzania, labda imetolewa na Registrar University of Judaism utaweka pale, ama ni DIT ama Arusha Technical ama St. Joseph, popote pale utaweka kile cheti chako. Details zinakuwa zinapatikana kutoka kwenye kile cheti chako. Then status, kama kuna mtu ambaye ameshamaliza shule au amesuspend anatarajia kuendelea na shule na atamaliza karibuni, basi status anatakiwa kuchagua sawa sana inavyoonekana. Kama mimi nimeshamaliza shule yangu, automatically nitachagua finished. Kama wewe unaendelea na shule yako na unatarajia kumaliza mwezi wa 4 mwaka huu na unafanya application kwa ajili ya kuanza masomo mwezi wa 9, basi unaweza ukaweka valid. Lakini kama umaliza basi utaweka finished na utaweka mwaka ulioanza, kwa sababu tuligraduate 2025, basi tulianza 2023 September, na tumegraduate 2025 November. Kwa hiyo utaweka pale sasa sana inavyotakiwa. Program yako ilikuwa na urefu wa miezi mingapi, au ilikuwa ni mwaka mingapi? Labda ilikuwa miaka 2. Kama ni bachelor degree labda miaka 3, 4 utachagua pale kutokana na length ya. Na mode of study, mimi nilikuwa nasoma full time degree. Na financial, je, ulikuwa unajilipia ama ulikuwa unakuwa self financed ama ulikuwa unalipiwa na scholarship plan? Basi utachagua moja hapo. Kama huyu mtu alikuwa analipiwa na Hungary, the stipendium Hungaricum, basi ataikuta pale. Kama ni Erasmus basi ataikuta, kama ni Pannonia basi atachagua. Na kama ulikuwa ni self basi utaweka assume huyu mtu alikuwa ni stipendium. Au kama wewe ulikuwa uko bachelor na unajilipia au umesoma Tanzania, basi utasema tu pale wewe ulikuwa ni self financed. Utaweka, then utachagua nchi ambayo umefanya elimu yako kutokana na cheti chako. Elimu yangu mimi nilifanya Hungary, basi utachagua, na mji ulikuwa unaitwaje, basi ulikuwa unaitwa Pech. Location iko Pech. The study language ilikuwa ni English. Umepata GPA ngapi? Umepata GPA ya 5 out of 5. Kama ilikuwa ni 3 utaweka pale 3, na utaweka GPA ulikuwa umeipata in terms of average, lakini hapo utaweka maximum. Kama ilikuwa ni 5 utaweka, kama wewe umefanya kwa 4 basi hapa itakuwa ni 4. Then hapa utaweka ile ambayo utakuwa umeipata. Kama umepata labda 3.5 basi utaweka labda 3.5, lakini maximum au ile average point ni in general ni 5. Kwa utakuwa umemaliza kwenye hii party ya masters ambayo ni elimu yako ya mwisho au ya juu. Lakini hii slot ukibonyeza itakupa option ya wewe kuweza kujaza elimu yako ya inayofuata. Ulivyotoka bachelor degree ndio ulifuata masters. Kwa hiyo hapa inabidi tujaze elimu ambayo ni bachelor degree. Kwa hiyo nitachagua level ni bachelor degree. The same nitajaza taarifa zote sawa sana nilipokuwa nimejaza hapa mwanzo kwenye upande wa masters. Kwamba jina la shule yangu ilikuwa inaitwaje, program name, scientific discipline, na vitu vyote, cheti chako kimekuwa issued lini, tarehe ngapi na nani, zote utaweka. Lakini pia upande huu the same utaweka kama umeshamaliza masomo yako, na details nyingine zote utakuwa unaweza kuzijaza hadi kwenye GPA. Kama huyu mtu labda alisoma pia advance anaweza akaweka, but it's not necessary, kwa sababu kwa level ya ukitaka kuapply kwa level ya PhD sana sana utaangalia background yako kwenye level ya bachelor, lakini pia na masters.
Lakini kama mtu ana apply kwa ajili ya masters, basi anaweza kuweka pale elimu yake ya level ya bachelor, lakini pia na ya A level. Kama amesoma diploma, basi ataweka pale bachelor degree, lakini pale itafuata elimu nyingine ya ordinary diploma. Then ukishamaliza kama mwanafunzi huyu anasoma Hungary, then kama una masters zaidi ya moja, utaweza tu pia ukaongeza kwenye insert new block here. Kwa hiyo ukiongeza tena block nyingine itakupa window ya wewe kuongeza elimu zote ambazo ulikuwa nazo. Na kama ulikuwa umeisahau, assume labda mimi nimejaza hapa elimu yangu, nilikuwa na masters 2, nilikuwa na masters nyingine, lakini nikataka kuipandisha iwe namba 1, alafu hii iwe namba 2. Hapa pia kuna buttons za up and down, kwa hiyo unaweza ukazitumia kuipandisha na kuishusha. The same hapa unaweza ukaishusha hii ikawa namba 2, kwa hiyo nikimove down up, sasa hivi namba 1 yangu itasoma ni electrical engineering, lakini nikimove down tena hii itanirudisha pale pale kwenye masters degree. Kwa hiyo hichi tunakuwa tumemaliza kipengele cha elimu. Tukienda hapa haraka haraka, Neptune code ni kwa wale ambao wako Hungary, basi wana Neptune code ambazo ni status au ni namba ambazo zinaonyesha wao au zinamtambua kama ni mwanafunzi na zina information zako zote. Education ID zinapatikana pia kwenye vitambulisho. Kwa wale ambao wako Tanzania, hapo utapaacha empty na hapo utapaacha empty, na wale wengine ambao wako Kenya, Uganda na popote. Then hapa utaonyesha sasa wewe unataka unaulizwa umewahi kusoma elimu ya juu Hungary. Kama hujawahi kusoma, basi utasema no, I have never studied in Hungary. Lakini pia kama umeshawahi kufanya hivyo, basi uta select yes. Ukienda pale chini itakuuliza kama ulishakuwa ni holder wa scholarship ya Hungary, basi utasema no kwa sababu wewe ni mara ya kwanza. Lakini kama ulishakuwa nayo, basi utasema yes, I am currently a stipendium Hungary, utachagua. The same hapa chini utaenda kwenye upande wa finance. So are you self-financed student in a Hungarian higher education, kama unasoma sasa hivi, au kama umesha graduate upo Tanzania, utasema no, maybe I'm not a self-financed in Hungarian higher education. Kama pia upo ni self-financed lakini upo Hungary, basi utaweka pale hicho kipengele. Na hapa utachagua sasa, kama umeshasema wewe ni self-financed na unasoma Hungary, utachagua pale wewe unasoma chuo gani, utakutana na vitu tofauti tofauti hapa Hungary, utavichagua. Lakini kwa sababu wewe ulishasema no, hakutakuwa na haja ya kuweza kujaza hicho kisehemu. Lakini hii part hapa ni kwa ajili ya scientific conferences. Kama ulishawahi kufanya conference yoyote, utaweka. Na hii OTDK ni conference ambayo huwa inafanyika national wise kwa hapa Hungary, na inakuwa ni kwa ajili ya wanafunzi. Kwa kama kuna mwanafunzi aliyewahi kushiriki na atapata certificate, basi atasema yes, na alikuwa namba 1, namba 2 au namba 3. Lakini kama hujawahi kushiriki na upo Tanzania, utasema no, then utakuwa umemaliza. Then kama ni yes, utatakiwa kujaza ile title ya research yako ama ile research paper yako ambayo ulikuwa unatumia. Then ukishamaliza, basi utabonyeza save as draft, itakuonyesha pale saved. Then utakuwa na uwezo wa kwenda kwenye kipengele cha language. Native language utachagua. Sisi huwa tunatumia ni Swahili and English, kwa hiyo utaweka tu pale native language. Yangu mimi ni Swahili, lakini utakuwa na uwezo wa ku-add languages tofauti tofauti. Wewe unajua nini? Najua Kiingereza. Je, ni kwenye level gani? Level ya juu kabisa ni C2. Kwa wale wa basics ni A1 A2, lakini pia ambao medium ni B1 na B2. Kwa hiyo kama unajua Kiingereza fluent, basi utachagua C2 ambao utajaza pale. Kwa hiyo kama wewe umesoma kwa level ya Kiingereza na tangu umezaliwa shule, sasa hivi una miaka 25, umeanza kusoma ukiwa na miaka 4, utaweka pale labda na experience ya miaka 21 ya kuongea Kiingereza. Kwa hiyo inakupa hiyo value. Kama una certificates unaweza ukaweka, lakini kama huna, basi utachagua tu others, then hapo pengine utapaacha kama bali. Kama una lugha nyingine ambayo unaongea, basi unaweza ku-add lugha zozote zile ambazo unaweza kuziongea. Na kama unataka rearrange, unaweza kutumia up and down button na ukamaliza kuziweka. Hichi kipengele hapa ni cha muhimu sana. Kinakuuliza kama wewe ukiwa umechaguliwa, basi utachagua kusoma kwa lugha ya Hungarian ama utatakiwa kusoma kwa lugha ya Kiingereza. Basi wengi sisi ni international, huwa tunachagua tunataka kusoma kwa lugha ya Kiingereza. So utasema no, I would not like to study in Hungarian,
atumie full degree. Kwa hiyo ukishasema tu hivyo automatically itakupeleka kwenda kusoma kwa lugha ya Kiingereza. Then utasave, utabonyeza next step ambayo ni employment. Kama umeajiriwa sehemu as an added experience, basi itakupa hapa slot ya kujaza wewe ni mwajiriwa wapi. Kama ni umeajiriwa serikalini, utaweka pale wewe umeajiriwa kampuni fulani au taasisi fulani, sekta yake ni nini, labda ni industry, academia, utaweka pale position yako, labda ni engineer, ni accountant, ni mtu gani utaweka, na utaweka majukumu yako, utaweka ulianza lini hadi lini, na kama umewahi kufanya more than one, basi utaongeza tena block nyingine ya kuonyesha wewe ile kazi ya pili. Ukishamaliza utasave, then utabonyeza next, utaenda kwenye activities. Sasa hapa kwenye activities ni zile shughuli zozote ambazo zinaendana. Yes, daktari. Samahani na kukatisha. Naona labda tungejibu ya maswali machache ambayo maana watu wasije wakachoka. Kwa mwenyewe naona kuna maswali hapo kwenye chat. Sasa sijua naweza nikauliza tu ili usidisturb flow yako. Okay. Yeah. Nafikiri mtu wa kwanza alikuwa anauliza kwamba ukipata scholarship, yani safari, anauliza kwamba ukipata scholarship gharama za kusafiri nani anakuwa anazikava? Okay. Hili swali naweza nikalijibu tu kwa haraka. Gharama za kusafiri wewe mwenyewe ndio unatakiwa uzigharamikie. Scholarship haiofi gharama za mtu kusafiri. Kwa hiyo itakupa scholarship, lakini kusafiri wewe mwenyewe ndio utabidi ujigharamikie nauli. Pia hapo unaweza kugusia ile visa, kwa mfano ukipata swala la visa, kutafuta passport kwa wana na kitu kama hivyo. Okay. Cha kwanza ili uweze kuapply kwa ajili ya visa, basi inabidi uwe na passport. Nadhani kila mtu anajua namna gani ya kutafuta passport. Na ukishapata, cha kwanza ukishafanya interview utaambiwa kama umefaulu ama umefeli, na kama umefaulu basi utatumiwa barua ambayo ni award letter ya kuonyesha kwamba umepata scholarship ya ufadhili wa masomo, lakini pia utatumiwa admission letter, kwa sababu hii scholarship inakupa admission letter, lakini pia inakupa na award ya kuonyesha kwamba umefadhiliwa. So from there utakuwa na access ya wewe kuweza kuanza kufanya mchakato wa visa, na taarifa hizi huwa zinatoka mapema, huwa zinatoka around mwezi wa pili, ni interview kwa mwezi wa 4 mwanzoni mnakuwa mmeshapata majibu. So from there mnaanza mchakato wa kuomba visa, na mtapewa guidelines zote through email namna gani ya kuomba hiyo visa yako. Na hapo nyuma embassy ya Hungary ilikuwa haipo Tanzania, na sasa hivi sina uhakika sana kama ishafunguliwa, ila walikuwa kwenye mchakato wa kuifungua last year. Kwa hiyo mara nyingi maombi ya visa kubwa zilikuwa zinafanyikia Nairobi. Niliongelea kwenye hii part ya activities, mara nyingi hapa tunaongelea the extra curricular activities. Kama wewe ni mwanafunzi kama wewe ni graduate, basi umewahi kushiriki kwenye shughuli mbalimbali zinazoendana na kielimu au kwenye profession yako, naweza nikasema. Mfano ulihudhuria maonyesho ya kisayansi sehemu fulani, au ulikuwa na project yako ambayo ulishiriki kwenye maonyesho, basi ni moja ya hizo extracurricular activities. Ama umewahi kupresent project yako kwenye conference fulani, symposium, utaweka tu pale kama hizo activities. Kama hujawahi basi unaweza ukaruka hichi kipengele, lakini kama umewahi, nadhani inaweza ikawa ni added advantage kwako kuonyesha huyu mtu licha tu ya kuingia darasani na kusoma na kufaulu, basi ana uwezo wa kushiriki shughuli nyingine za kijamii ambazo ni za kishule na ambazo sio za kishule pia. Ama umewahi kupata award fulani, basi unaweza ukaweka pia pale. Kwa hiyo utasema mfano huyu mtu alishiriki, kwa mfano Tanzania tuna maonyesho yanaitwa Maksatu, maonyesho ya kisayansi na teknolojia. Haya Maksatu wanashiriki watu wote kwa level ya university, walioko mtaani na sehemu nyingine zote. Kwa hiyo naashumu mimi hii nature ya hii activity naweza nikasema ilikuwa ni kama conference ambayo inaitwa Maksatu, ama ilikuwa ni project exhibition, unaweza ukaweka pale. Then imekuwa organized na nani, unaweza ukasema pale ministry
of Education ambao ndo huwa mara nyingi wanasimamia haya maonyesho. Ilianza lini? Labda ilifanyika tarehe 25 Julai na ikakamilika lini pia tarehe 25 labda August, au kama ni hiyo hiyo Julai unaweza kaweka pale Julai. Hiyo itakuwa ni namba moja. Kwa hiyo baadaye kama ulipata cheti kutoka Maksatu basi unaweza ukakiweka kwenye part ya document utakuja kuona. Kama umewahi kushiriki more than one, uliwahi kushiriki exchange program yoyote, unaweza ukaiweka pale na kuonyesha ilikuwa hosted na nani au organizer ama organization ambayo ilikuwa ina host hiyo kitu ni nini, imeanza mwaka gani na imeisha lini, au kama ni current activity unaweza ukaiweka kama unafahamu, au upo kwenye hiyo mchakato na hujajua au una uhakika itaisha ndani ya muda fulani, basi unaweza ukaweka. Kama una nyingine pia unaweza kuiongeza ukaweka nyingi ziwezekanavyo, then pia unaweza ukatumia up and down arrows kuzirearrange. Ukimaliza then utabonyeza save. Utaenda kwenye part ya residence. Sasa hapa kwenye part ya residence utabonyeza pale add, na hapa mara nyingi ita define wewe unapatikana wapi kwa huu muda. Kama umesafiri kwenda vacation wiki 2-3 na una mpango wa kurudi Tanzania baada ya hizo wiki 2-3, hakuna haja ya wewe kuonyesha kwamba uko kwenye hiyo nchi ambayo, kwa mfano mimi nimesafiri sasa hivi niko Dubai, nimetoka Tanzania juzi na nina mpango wa kurudi labda Tanzania baada ya wiki 2. Sitaki kuonyesha mimi residence yangu kwa sasa hivi ni Dubai kwa sababu after 2 weeks utakuwa umesharudi. Lakini kama itakuwa inakuathiri mambo yako ndani ya mwezi mmoja au zaidi, basi ndio unaweza ukaweka. Kwa wale ambao tuko Tanzania basi unaweza tu kaweka residence yako ambayo unapatikana wewe ni Tanzania, na the purpose of stay wewe ni unaweza ukasema tu ni place of birth, then utakuwa umemaliza. Au kama uko nchi nyingine tofauti labda Tanzania, shimu kuna mwenzangu yuko China, ataweka pale China na atasema pale the purpose of stay ni kwenye upande wa shule, ataandika pale ni studying. Utaweka pale umeanza lini. Kwa mfano mimi niko Tanzania, nitasema nimeanza tangu mwaka ambao nimezaliwa 1970 mwezi wa pili, kwa hiyo February. Kwa hiyo nitaweka pale huu ni ule mwaka ambao wewe umezaliwa na mwezi wake. Na inaisha lini, basi unaweza ukaweka tu mwaka wa mbele, ama unaweza ukaweka ukapaacha blank, it's not necessary kupaweka, lakini unaweza tu ukaweka 2026 bado utakuwepo, labda July whatever au weka tu pale pia ni current resident. Lakini kama utakuwepo au una uhakika wa kwenda sehemu nyingine, nchi nyingine hapo mbeleni, na utakaa more than 1 month, utaweka tu pale kuonyesha hiyo nchi ni lini utaanza kuwepo. Labda nitakuwepo kuanzia 2026 mwezi wa 7 hadi mwezi wa 8, utaweka zote hizo, then uta save. Ukibonyeza next itakupeleka pia kwenye part ya reference. Sasa hapa kwenye part ya reference kuna 2 options. Mara nyingi inaweza ikawa nzuri, lakini pia inaweza ikawa mbaya kwa kukuchelewesha niseme. Kwa mfano wewe una referees wako, afu unajua kwa bahati mbaya, sio kwa niseme tu labda kwa bahati mbaya Tanzania wengi huwa hatufuatilii sana email. Kwa hiyo utaandika email ya referee wako hapa, jina lake hapa, nitaweka jina lake, labda huyu referee anaitwa Fursa. Alafu huyu Fursa ana email yake ambayo ni fursa@gmail.com. Kwa nitamweka pale. Nikishamweka pale then nita ask for reference. Nikibonyeza hapa ask for reference, moja kwa moja Fursa atatumia email ya kukujazia wewe reference yako, like the reference letter ama recommendation letter, na hiyo access wewe hutakuwa na uwezo wa kuona either kama ametuma au hajatuma, lakini yeye atapata hiyo slot ya yeye kuupload hiyo reference letter yako. Kwa hiyo unaweza ukatuma hivi uka ask, alafu hiyo referee wako kutumia kwa wakati. Lakini pia ukisha ask, kama wewe unamwamini referee wako, uta ask pale, atatumiwa na ataonyesha kwamba referee ameshakuwa invited kujaza hizo taarifa zako.
na utaona hapa details kwamba jina la referee wa kwanza ni huyu na reference letter not yet submitted. Kama atakuwa amesha submit utaona pale, au kama unataka kumtoa utamtoa. Kama una mwingine pia utaongeza tena details zake utaweka, then uta ask. Kwa hiyo atakuwa na hizo options za kujaza hizo details zako za reference. Lakini kama wewe referee wako tayari ameshakuandikia barua unayo mkononi, hichi kipengele utakiacha, au unaweza tu ukakiandika then ukakiacha. Au ukakiandika ukamwambia pia bana, naomba nitumie. Lakini kama una wasiwasi hichi kipengele utakiacha, lakini tutakwenda kule chini ku-upload hizo document zetu ambazo ni reference letters zetu baadaye. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto nyingi, lakini hii haiathiri kutokujaza hapa wewe, haiathiri wewe kutokuwa na au reference zako kutokuwa unatambuliwa. Kwa mfano mimi wakati nimeapply, basi sikuomba moja kwa moja kupitia huu mfumo, niliattach tu reference letter zangu ambazo tayari nilikuwa nazo, kwa sababu nilijua hizi ni evidence tosha. Wakati wanafanya review zao watakuwa na tayari hizo evidence kutoka kwa referee, itanisaidia kwenye application yangu. Kwa hiyo utasave, utamaliza hapo kwenye hicho kipengele, utaenda next, ambapo ni kwenye part ya motivation letter. Kwenye part ya motivation letter unatakiwa uandike motivation letter yako ikiwa inajibu haya maswali hapa kama yalivyo. Kwa mfano swali la kwanza, why have you chosen to apply for this program? Utaweka pale unataka ku apply for biomedical engineering masters, why, ni kitu gani kimekuvutia wewe kufanya hivyo? And why did you apply to study? Why maswali yote, why did you apply to study in Hungary? What do you expect to gain from your studies na vitu vingine vyote. Kwa hiyo barua yako ile motivation letter yako hakikisha ina align kwenye haya maswali yote hapa. Na ukishaandika kwa mfano inakuwa vizuri kama ukiandaa kwenye Word document, na ukishaandaa kwenye Word utatakiwa kuja kuipaste kwenye hii block section hapa. Kwa hiyo utaenda kwenye ile Word document utaicopy. Ukishamaliza kuicopy basi utaipaste. Ukibonyeza tu hapa itakupa option ya paste, utapaste ile motivation letter yako, na inatakiwa ikuonyeshe ama itakuonyesha characters ambazo zinatakiwa kuwa kwenye ile letter yako, na ambazo zinatakiwa ziwe 1500 hadi 4000. Namna gani ya kuandika, ya kuangalia character? Ukiwa unaandika tu chochote hapa inakuwa ina count. Kwa hiyo utaona count ya characters zangu so far ni 32, lakini hizi characters zina include pia space. Au kule kwenye Word document yako utakuwa na uwezo kuona hizo character before kuja paste. Kwa mfano naweza nikafungua Word document haraka na kuona nina idadi ngapi au nina kiasi gani cha characters. Kwa mfano nikiwa nimeandika maneno hapa, nikienda kwenye review, nikaenda kwenye count, itanipa characters with space and characters with no space. Lakini with space ndo tunahitaji, kwa sababu ukiwa umeandika maneno hapa ikiwa na space zinakuwa zina count. Kwa hiyo ukija hapa kuangalia utaona character with space ni 20 na with no space ni 18. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuweza kufanya follow up ya hiyo motivation letter yako. Kwenye hicho kipengele tunakuwa ukishamaliza una copy hapa, lakini baadaye sasa utakuja kuiattach ile Word document yako in PDF format ile ambayo ulikuwa umeandaa kwenye Word document yako huko chini kwenye part ya documents, na utaiattach ikiwa imesainiwa moja kwa moja. Kwa hiyo utakuwa umeiweka kwenye hii slot, lakini pia itakuwa kwenye document zako ili kusomeka kwa urahisi kwenye hizo application yako. Ukishamaliza then utasave. Kama mtu amechagua more than one university, asishangae kuona hapa kutakuwa na slot ya kwanza ya university namba 1 na hapa chini yake kutakuwa na slot namba 2 ya university namba 2 kama amechagua program mbili tofauti. So itabidi awe ana uwezo wa kufanya hizo application katika hiyo modality. Then ukitoka hapo, ukishamaliza save, utabonyeza next. Hapa ni kwa sababu haijafikia maneno 1500 inanipa error, lakini kama amefikia ile maneno 1500 hadi 4000 basi haitakupa error, itakupa ile screen kukuonyesha kama imefanikiwa kusave. Basi tukimaliza hapo tunaenda kwenye part ya documents. Sasa hapa kwenye part ya document itakuwa inakuonyesha document zote ambazo zipo kwenye checklist na ambazo pia haukuwa umepata slot ya kuziweka kwenye checklist zitaonekana hapa. Kwa hii kwa mara ya kwanza hii sasa hivi nitairuka, after tutaenda hapa kwenye checklist, then tuta upload some documents, then tutakuja kuziona kwenye document na itakuwa
itatupa window sasa pia ya kuweza kuendelea ku upload documents nyingine ambazo pia tunataka kuzi upload. Kama hapa pia mfano motivation letter kwa mtu ambaye labda ama reference letters kule hazipo kwenye checklist. Kwa mfano nikiangalia hapa hamna sehemu inasomeka reference letters kutoka kwa referees wao. So na uwezo wa kuja tu hapa kwenye document nika press click to add document, basi nitaenda kwenye dokumenti zangu zilipo, mimi sijui zinapatikana sehemu fulani downloads. Nitaenda pale nitaangalia dokumenti yangu ilipo, mfano ni working diary sio nini, nitachagua pale dokumenti yangu nitaiweka pale. Nikishaiweka pale itanionyesha kwamba ile document ambayo ilikuwa inaitwa working diary imeshakuwa uploaded tayari na size yake na kila kitu, na imekuwa uploaded tarehe ngapi. Huo ni mfano tu. So mfano wa ile motivation letter ukiweka hapa pia itakuwa inaonekana kama hivi. Kama una nyingine pia uta click add, utaenda tena utachagua na ile nyingine na show me document yangu nyingine, basi nitaweka pale hiyo model hiyo document ambayo maybe na show me ilikuwa ni reference letter ya pili, basi nitaiweka pale then nitakuwa nime kisha ku upload hizo documents zangu. Kwa kama unazo nyingi zile certificates ambazo umezipata tofauti na za shule, labda ulishiriki kongamano fulani la kielimu au la kisayansi ukapata certificate, basi unaweza kuiweka hapa. CV yako hapa kwenye checklist hamna sehemu ambayo inaonyesha upload CV, lakini unatakiwa uupload kwenye document. Kwa hiyo hapa utakuja uta-select upload, utaenda utachagua CV yako utaiweka na vinakala nyingine zako zote ambazo unatakiwa kuwa nazo. Kwa hiyo ukienda kwenye checklist tutaangalia zile document ambazo sasa hizi ni za muhimu sana kuzi-upload na unatakiwa uwe umezi-upload. Kwa hiyo utaenda statement of supervisor kwa wale ambao wanafanya PhD anatakiwa na acceptance letter from the supervisor na inatakiwa imesainiwa pia. Kwa hiyo hii ni section ambayo tutatakiwa ku-upload. Kwa hiyo atakuja hapa, hizi ni section ambazo tutatakiwa kujaza au kuindicate kama umeshajaza hiyo reference letter. Kwa mfano mimi nitachagua hii na assume ndo reference letter yangu ama acceptance letter kutoka kwa supervisor wangu. Hapa inaonyesha kwamba imeshakuwa uploaded na inasomeka hapa pembeni. Jina ni Fadhili Malisa. Na kisha someka hapa sasa utaangalia hizi sections. Kwa mfano kuna mtu ana apply for PhD na bado hajapata supervisor. Kwa hiyo anaweza akasema I have not yet uploaded the statement of supervisor but I have uploaded the declaration. Kama supervisor amekubali, maybe mimi nitakuruhusu na kuruhusu uendelee kufanya application, nitakuja kukupa later baadaye. Ama university imeprovide faculty maybe imeprovide a declaration letter and later on utakuja kupewa the statement of supervisor. Kwa una uwezo wa kutumia hiyo. Lakini kama umesha upload supervisor, kama umeshaweka barua yako kutoka kwa supervisor utasema I have uploaded the statement of the supervisor. Kama hujaweka au hujapata kabisa vyote, huna declaration na huna statement of acceptance from your supervisor, basi utasema I have not yet uploaded the hiyo section. Na ukishasema tu itajisave moja kwa moja. Lakini kama mimi nisha upload, basi nitasema I have uploaded na itakuwa imejisave pale automatically. Kama una maelezo yote kueleza labda hii ni wakati unaijaza unasema labda hii ni acceptance letter from University of Pech, utaweka pale. Na kama unazo nyingine mbili, labda I have another acceptance letter from University of Debrecen, utaiweka pia pale. Then inakuwa imeshajisave. Ukishabonyeza tu kwenye hivi moja hapo, basi itajisave automatically. Na you have to upload it first kabla huja isave au huja select hizi options. Lakini ukianza kuselect hizi options before huja isave haitakuwa inakubali. So you have to upload it first and then uselect kwenye hizo options. So ukimaliza itakusomea pale result na itakuwa inakusomea tick kama ilivyo. Ukienda part namba 2 ni proof of language ambayo ni English na itakupa mfano wa sample ambazo zinatakiwa hapa. Na the same utaenda tena kwenye application yako. Assume hii ndo application letter yangu, hiyo English certificate letter nitaiweka pale na hapa utachagua kutokana na hicho ulichoki-upload. Ila mara nyingi kwa sababu tumeshakuwa navyo, basi tunasema yes, I have uploaded the original and the translation.
Kama mtu amesoma in Hungarian and inafaa kubadilishwa kwenda in English kwa sababu examination au evaluation inafanyika kwa English, basi inabidi aonyeshe hizo kwamba ameshafanya na hiyo translation. Lakini kama ni English pia utaweka tu pale kwamba ni original lakini pia iko na translation. Kama unaweza more than one, basi unaweza tena kubonyeza upload ukaweka ile ambayo unataka kuweka na itakuwa inaonekana hapo. Kwa hiyo utakuwa umaliza hiyo section. Ukimaliza hapo na yenyewe itakuwa inakusomea tick kama ilivyo. Utaenda kwenye part nyingine ambayo ni Masters School Certificate. Utakuja hapa itakuonyesha unatakiwa upload the original diploma. Diploma usiogope ukaona ukajua ni ile diploma ya kwetu ile ya before bachelor whatever. Hii ni diploma huku ni kama vile umemaliza degree yako sasa ndio inaitwa diploma. Kama umemaliza masters yako diploma. Kwa hiyo utaupload hiyo diploma yako lakini na transcript yake. Kwa hiyo utakuja hapa utachagua transcript yako ama utachagua certificate yako, utaiweka pale. Mfano hii ndo certificate yangu nitaiweka, na utakuja pia utaupload. Ukishamaliza ikishakamilika hapo utaona imekamilika. Then utaenda utachagua tena transcript. Kama hapa tayari zimeshakuja, utaenda tena utachukua transcript pale ilipo, utaenda utaiweka transcript popote pale ilipo. Then after ukishamaliza sasa, kama wewe bado unaendelea na masomo na unatarajia kumaliza masomo yako ndani ya muda, tunashumu unatarajia kumaliza mwezi wa 4, basi unaweza wa kuselect I am currently doing my studies, na utamaliza muda fulani. Basi hii option itakuja kukupa huko mbeleni chance ya wewe kuupload vitu vyako ambavyo ni original utakapokuwa umevipata baadaye. Lakini kama umesha graduate, basi utasema I have uploaded the original, sorry, utasema I have uploaded the original and the translation, utaiweka pale kwenye section. Kwa hiyo hii part kama una bachelor, una masters, bachelor degree zote, basi utaziweka hapo ku indicate background zako za elimu. Ukimaliza hapo utaenda kwenye part ya passport, utasema have uploaded my, sorry, utaenda utachagua passport yako popote pale ilipo. Najaribu kuchukua tu document tofauti, lakini inabidi uapply uweke zile document ambazo ulitakiwa kuziweka. Ile front page ya passport unaenda unaiweka kama iliweka kwa mfano, na nitasema I have uploaded my passport, na itasema pale status kwamba imeshakuwa saved. Kama you have any information or additional information or comment, unaweza kuongeza pale. Kama hauna, you can just leave the space open. Then utakuwa umemaliza hapo, utaenda tena kwenye research proposal, the same, uta-upload your research proposal from your documents. Na kama una maelezo yote, kama ushamaliza, basi utasema I have uploaded my research proposal. Then kama unaona hapo sijaweka chochote, nikiselect tu inaniletea error. So kama umesha upload ndio unakuwa na uwezo wa ku-select hiyo option. Then utamaliza, utaenda kwenye part ya recommendation letter. Utakuja hapa, utachagua hizo recommendation letter zako ambazo unatakiwa kuzifanya. Basi ukimaliza utasema I have uploaded the letters of recommendation zote mbili kutoka kwa supervisor wako kwanza na wa pili. Then utasave kama I have uploaded the letter of recommendation. Ukimaliza hapo utaenda tena kwenye kipengele cha transcript. Utakuja hapo utachagua zile transcript zako kama ilivyo, tena ada kwenye document zako. Then utasema I have uploaded the original and translation. Kwa hiyo kwenye section zote the same to medical certificates, utasema hapa mara nyingi sasa unachagua tu hii section namba 2 kwa sababu I have read and agree with the condition stated in the task. Kwa sababu for this time around hakuna haja ya wewe kufanya hizo medical checkup, utazifanya baada ya kupata scholarship. Kwa hiyo sasa hivi unaweza tu ukasema tu check section na utaona kama hapo imeshakubali. Then ukija baadaye ukishafanya hizo checkup, scholarship yenyewe inakudemand wewe una upload hizo certificate kutoka kwa professional au medical specialist kutoka Hungary. Kwa hiyo itakupa hiyo slot na utajaza hiyo form yako. Kwa hiyo kama una additional documents pia una uwezo wa kuja hapa na kuzi-add zile additional documents zako zote ambazo unazo, certificate kutoka sehemu tofauti ambazo ni za shule au za achievement fulani, unaweza ukaziweka hapa pia kuonyesha kwamba una vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa ni added advantages. Na hii section ni kwa medical informations.
Lakini pia na kama wewe una changamoto yoyote, inabidi uwe treated under special care na vitu vingine, utatoa maelezo yako hapa. Lakini pia utatakiwa kuonyesha wewe umejuaje hii scholarship, kupitia nani? Friends and family, internet searching, study affairs, Facebook. Basi utachagua university website, utachagua sawa sana wewe ulivyo ifahamu. Kwa mfano labda ni friends and family ama internet search, utaweka pale internet search na utatoa maelezo yako. Hiyo internet search ni kupitia nini? Labda ulikuwa na search fursa access ukapata, ama ni my friends, utaweka pale friends na huyu mtu anapatikana from fursa access na vitu vingine kama hivyo. Labda unaweza ukaweka na tag pale ya fursa access, kama ipo Instagram tunajua ipo, unaweza ukaitag na vitu vingine kama hivyo. Then ukishamaliza hapa sasa, hichi kipengele utatakiwa uchague kama unataka kuwa under the scholarship ambayo ni Stipendium Hungaricum scholarship ama unataka kuwa self financed. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye anataka kujilipia, basi atachagua namba 1. Lakini kama unataka uchague kuwa under the Stipendium Hungaricum, basi utasema no, please do not consider my application as fee paying applicant any further. Then hii utakuwa umechagua kuwa under Stipendium Hungaricum. Then uta save, au kama una any relevant information, basi you can just share your information there. Then uta save, utakuwa umeshamaliza application yako, then utaenda kusubmit. Na ukienda kwenye kusubmit itakupa kukuonyesha, kwa sababu hapa kuna slot nyingi hatujazijaza, itakupa kuonyesha zile details zako zote in summary from A to Z. Utakuwa na uwezo kupitia before hujabonyeza submit button. Kama kuna kitu cha kufanya changes, utakuwa na uwezo wa kufanya changes, and then after utakuwa umekamilisha application yako. Yeah. Nadhani nitakuwa nimemaliza application katika modality hiyo. So sorry, nikirudi hapa kwenye documents, nitakuwa na uwezo wa kuona zile documents zote ambazo nilikuwa nimeupload kule kwenye checklist, ambazo nilikuwa nimeupload kwenye additional. Kwa hiyo utaona working diaries, whatever hizi ni zile document ambazo nilijaribu kuziupload kule kwenye ile checklist. Nitakuwa nazipata ambazo nilikuwa nimeziupload huko, nitakuwa nazipata hapa kwenye documents. Na kama kuna ambayo imemiss, basi you can just add here, ama unaweza kwenda kwenye additional kwenye others hapa kwenye part ya kwenye checklist hapa kwenye additional document, then ukazi add pale. Kwa nadhani itakuwa umekamilisha document zako zote katika hiyo modality. Sawa. Asante sana engineer. Tunashukuru sana kwa hii session, na ni workshop, maana tuseme ni hands on workshop. Ina maana kama kuna mtu alikuwa yupo hapa kwenye hii call alafu akawa anakufuatilia, ina maana by the time umefika mwisho inabidi naye amemaliza kila kitu. Kwa tunashukuru sana kwa kutenga muda wako. Tunakuombea nawe mambo yako yaweze kwenda vizuri hapo, na usituchoke pale utakapokusumbua tena, tukikuomba uje tuelezee, usituchoke. Ningependa sasa kukaribisha kama kuna watu wengine wana maswali. Niliongelea kwenye hii part ya activities. Mara nyingi hapa tunaongelea the extra curricular activities. Kama wewe ni mwanafunzi kama wewe ni graduate, basi umewahi kushiriki kwenye shughuli mbalimbali zinazoendana na kielimu au kwenye profession yako, naweza nikasema. Mfano, ulihudhuria maonyesho ya kisayansi sehemu fulani, au ulikuwa na project yako ambayo ulishiriki kwenye maonyesho, basi ni moja ya hizo extracurricular activities. Ama umewahi kupresent project yako kwenye conference fulani, symposium, utaweka tu pale kama hizo activities. Kama hujawahi, basi unaweza ukaruka hichi kipengele, lakini kama umewahi, nadhani inaweza ikawa ni added advantage kwako kuonyesha huyu mtu licha tu ya kuingia darasani na kusoma na kufaulu, basi ana uwezo wa kushiriki shughuli nyingine za kijamii ambazo ni za kishule na ambazo sio za kishule pia. Ama umewahi kupata award fulani, basi unaweza ukaweka pia pale. Kwa hiyo utasema mfano huyu mtu alishiriki, kwa mfano Tanzania tuna maonyesho yanaitwa Maksatu, maonyesho ya kisayansi na teknolojia. Haya Maksatu wanashiriki watu wote kwa level ya university, walioko mtaani na sehemu nyingine zote. Kwa hiyo naashumu mimi hii nature ya hii activity naweza nikasema ilikuwa ni kama conference ambayo
ambayo inaitwa Max3 ama ilikuwa ni project exhibition, unaweza ukaweka pale. Then imekuwa organized na nani, unaweza ukasema pale Ministry of Education, ambao ndo huwa mara nyingi wanasimamia haya maonyesho. Ilianza lini? Labda ilifanyika tarehe 25 Julai na ikakamilika lini pia tarehe 25 labda August, au kama ni hiyo hiyo Julai unaweza kaweka pale Julai. Hiyo itakuwa ni namba moja. Kwa hiyo baadaye kama ulipata cheti kutoka Max3 basi unaweza ukakiweka kwenye part ya document, utakuja kuona. Kama umewahi kushiriki more than one, uliwahi kushiriki exchange program yoyote, unaweza ukaiweka pale na kuonyesha ilikuwa hosted na nani au organizer ama organization ambayo ilikuwa ina host hiyo kitu ni nini, imeanza mwaka gani na imeisha lini, au kama ni current activity unaweza ukaiweka kama unafahamu, au upo kwenye hiyo mchakato na hujajua au una uhakika itaisha ndani ya muda fulani, basi unaweza ukaweka. Kama una nyingine pia unaweza kuiongeza ukaweka nyingi ziwezekanavyo, then pia unaweza ukatumia up and down arrows kuzirearrange. Ukimaliza then utabonyeza save. Utaenda kwenye part ya residence. Sasa hapa kwenye part ya residence utabonyeza pale add, na hapa mara nyingi ita define wewe unapatikana wapi kwa huu muda. Kama umesafiri kwenda vacation wiki 2-3 na una mpango wa kurudi Tanzania baada ya hizo wiki 2-3, hakuna haja ya wewe kuonyesha kwamba uko kwenye hiyo nchi ambayo, kwa mfano mimi nimesafiri sasa hivi niko Dubai, nimetoka Tanzania juzi na nina mpango wa kurudi labda Tanzania baada ya wiki 2. Sitaki kuonyesha mimi residence yangu kwa sasa hivi ni Dubai, kwa sababu after 2 weeks utakuwa umesharudi. Lakini kama itakuwa inakuathiri mambo yako ndani ya mwezi mmoja au zaidi, basi ndo unaweza ukaweka. Kwa wale ambao tuko Tanzania, basi unaweza tu kaweka residence yako ambayo unapatikana wewe ni Tanzania, na the purpose of stay wewe ni unaweza ukasema tu ni place of birth, then utakuwa umemaliza. Au kama uko nchi nyingine tofauti labda na Tanzania, shimu kuna mwenzangu yuko China, ataweka pale China na atasema pale the purpose of stay ni kwenye upande wa shule, ataandika pale ni studying. Utaweka pale umeanza lini. Kwa mfano mimi niko Tanzania, nitasema nimeanza tangu mwaka ambao nimezaliwa 1970 mwezi wa pili, kwa hiyo February. Kwa hiyo nitaweka pale huu ni ule mwaka ambao wewe umezaliwa na mwezi wake, na inaisha lini, basi unaweza ukaweka tu mwaka wa mbele, ama unaweza ukaweka ukapaacha blank. It's not necessary kupaweka, lakini unaweza tu ukaweka 2026 bado utakuwepo, labda July whatever au weka tu pale pia ni current resident. Lakini kama utakuwepo au una uhakika wa kwenda sehemu nyingine, nchi nyingine hapo mbeleni, na utakaa more than 1 month, utaweka tu pale kuonyesha hiyo nchi ni lini utaanza kuwepo. Labda nitakuwepo kuanzia 2026 mwezi wa 7 hadi mwezi wa 8, utaweka zote hizo, then utasave. Ukibonyeza next itakupeleka pia kwenye part ya reference. Sasa hapa kwenye part ya reference kuna 2 options. Mara nyingi inaweza ikawa nzuri, lakini pia inaweza ikawa mbaya kwa kuchelewesha niseme. Kwa mfano wewe una referees wako, afu unajua kwa bahati mbaya, sio kwa niseme tu labda kwa bahati mbaya, Tanzania wengi huwa hatufuatilii sana email. Kwa hiyo utaandika email ya referee wako hapa, jina lake hapa, nitaweka jina lake, labda huyu referee anaitwa Fursa. Alafu huyu Fursa ana email yake ambayo ni fursa@gmail.com. Kwa nitamweka pale. Nikishamweka pale then nita ask for reference. Nikibonyeza hapa ask for reference, moja kwa moja Fursa atatumia email ya kukujazia wewe reference yako, like the reference letter ama recommendation letter, na hiyo access wewe hutakuwa na uwezo wa kuona either kama ametuma au hajatuma, lakini yeye atapata hiyo slot ya yeye kuupload hiyo reference letter yako. Kwa hiyo unaweza ukatuma hivi uka ask alafu hiyo referee wako kutumia kwa wakati.
Lakini pia ukisha ask, kama wewe unamwamini referee wako, uta ask pale, atatumiwa na ataonyesha kwamba referee ameshakuwa invited kujaza hizo taarifa zako. Na utaona hapa details kwamba jina la referee wa kwanza ni huyu na reference letter not yet submitted. Kama atakuwa amesha submit utaona pale, au kama unataka kumtoa utamtoa. Kama una mwingine pia utaongeza tena details zake utaweka, then uta ask. Kwa hiyo atakuwa na hizo options za kujaza hizo details zako za reference. Lakini kama wewe referee wako tayari ameshakuandikia barua, unayo mkononi, hichi kipengele utakiacha, au unaweza tu ukakiandika then ukakiacha. Au ukakiandika ukamwambia pia bana, naomba nitumie. Lakini kama una wasiwasi, hichi kipengele utakiacha, lakini tutakwenda kule chini ku upload hizo document zetu ambazo ni reference letters zetu baadaye. Kwa hiyo kuna hiyo changamoto nyingi, lakini hii haiathiri kutokujaza hapa wewe, haiathiri wewe kutokuwa na au reference zako kutokuwa unatambulika. Kwa mfano mimi wakati nimeapply, basi sikuomba moja kwa moja kupitia huu mfumo, niliattach tu reference letter zangu ambazo tayari nilikuwa nazo, kwa sababu nilijua hizi ni evidence tosha. Wakati wanafanya review zao watakuwa na tayari hizo evidence kutoka kwa referee na itanisaidia kwenye application yangu. Kwa hiyo utasave, utamaliza hapo kwenye hicho kipengele, utaenda next, ambayo ni kwenye part ya motivation letter. Kwenye part ya motivation letter unatakiwa uandike motivation letter yako ikiwa inajibu haya maswali hapa kama yalivyo. Kwa mfano swali la kwanza, why have you chosen to apply for this to this program? Utaweka pale unataka ku-apply for biomedical engineering masters, why, ni kitu gani kimekuvutia wewe kufanya hivyo? And why did you apply to study? Why maswali yote, why did you apply to study in Hungary? What do you expect to gain from your studies na vitu vingine vyote. Kwa hiyo barua yako ile motivation letter yako hakikisha ina align kwenye haya maswali yote hapa. Na ukishaandika kwa mfano inakuwa vizuri kama ukiandaa kwenye Word document, na ukishaandaa kwenye Word utatakiwa kuja kuipaste kwenye hii block section hapa. Kwa utaenda kwenye ile Word document, utaicopy. Ukishamaliza kucopy basi utaipaste. Ukibonyeza tu hapa itakupa option ya paste, utapaste ile motivation letter yako, na inatakiwa ikuonyeshe ama itakuonyesha characters ambazo zinatakiwa kuwa kwenye ile letter yako, na ambazo zinatakiwa ziwe 1500 hadi 4000. Namna gani ya kuandika, ya kuangalia character? Ukiwa unaandika tu chochote hapa inakuwa ina count. Kwa hiyo utaona count ya characters zangu so far ni 32, lakini hizo characters zina include pia space. Au kule kwenye Word document yako utakuwa na uwezo kuona hizo character before huja paste. Kwa mfano naweza nikafungua Word document haraka haraka na kuona nina idadi ngapi au nina kiasi gani cha characters. Kwa mfano nikiwa nimeandika maneno hapa, nikienda kwenye review, nikienda kwenye count, itanipa characters with space and characters with no space. Lakini with space ndo tunahitaji, kwa sababu ukiwa umeandika maneno hapa ikiwa na space zinakuwa zina count. Kwa hiyo ukija hapa kuangalia utaona character with space ni 20 na with no space ni 18. Kwa hiyo inakuwa rahisi kuweza kufanya follow up ya hiyo motivation letter yako. Kwenye hicho kipengele tunakuwa ukishamaliza una copy hapa, lakini baadaye sasa utakuja kuiattach ile Word document yako in PDF format ile ambayo ulikuwa umeandaa kwenye Word document yako huko chini kwenye part ya documents, na utaiattach ikiwa imesainiwa moja kwa moja. Kwa hiyo utakuwa umeiweka kwenye hii slot, lakini pia itakuwa kwenye document zako ili kusomeka kwa urahisi kwenye hiyo application yako. Ukishamaliza then utasave. Kama mtu amechagua more than one university, asishangae kuona hapa kutakuwa na slot ya kwanza university namba 1 na hapa chini yake kutakuwa na slot namba 2 ya university namba 2 kama amechagua program mbili tofauti. So itabidi awe ana uwezo wa kufanya hizo application katika hiyo modality. Then ukitoka hapo, ukishamaliza save, utabonyeza next. Hapa ni kwa sababu haijafikia maneno 1500 inanipa error. Lakini kama amefikia ile maneno 1500 hadi 4000, basi haitakupa hii error, itakupa ile green kukuonyesha kama imefanikiwa kusave. Basi tukimaliza hapo tunaenda kwenye part ya documents. Sasa hapa kwenye part ya document itakuwa inakuonyesha document zote ambazo zipo kwenye checklist na ambazo pia haukuwa umepata slot ya kuziweka kwenye checklist, zitaonekana hapa. Kwa hii kwa mara hii sasa hivi nitairuka
Alafu tutaenda hapa kwenye checklist, then tuta upload some documents, then tutakuja kuziona kwenye document, na itatupa window sasa pia ya kuweza kuendelea ku upload documents nyingine ambazo pia tunataka kuzi upload. Kama hapa pia mfano motivation letter kwa mtu ambaye labda ama reference letters kule hazipo kwenye checklist. Kwa mfano nikiangalia hapa hamna sehemu inasomeka reference letters kutoka kwa referees wako, so na uwezo wa kuja tu hapa kwenye document nika press click to add document, basi nitaenda kwenye document zangu zilipo mimi, sijui zinapatikana sehemu fulani downloads. Nitaenda pale nitaangalia document yangu ilipo, mfano ni working diary sio nini, nitachagua pale document yangu nitaiweka pale. Nikishaiweka pale itanionyesha kwamba ile document ambayo ilikuwa inaitwa working diary imeshakuwa uploaded tayari na size yake na kila kitu, na imekuwa uploaded tarehe ngapi. Huo ni mfano tu. So mfano wa ile motivation letter ukiweka hapa pia itakuwa inaonekana kama hivi. Kama una nyingine pia uta click add, utaenda tena utachagua na ile nyingine na show me ndo document yangu nyingine, basi nitaweka pale hiyo model hiyo document ambayo maybe na show me ilikuwa ni reference letter ya pili, basi nitaiweka pale then nitakuwa kisha ku-upload hizo documents zangu. Kwa kama unazo nyingi zile certificates ambazo umezipata tofauti na za shule, labda ulishiriki kongamano fulani la kielimu au la kisayansi ukapata certificate, basi unaweza kuiweka hapa. CV yako hapa kwenye checklist hamna sehemu ambayo inaonyesha upload CV, lakini unatakiwa uupload kwenye document. Kwa hiyo hapa utakuja utaselect upload, utaenda utachagua CV yako utaiweka na vinakala nyingine zako zote ambazo unatakiwa kuwa nazo. Kwa hiyo ukienda kwenye checklist tutaangalia zile document ambazo sasa hizi ni za muhimu sana kuzi-upload na unatakiwa kuwa umezi-upload. Kwa hiyo utaenda statement of supervisor kwa wale ambao wanafanya PhD, anatakiwa na acceptance letter from the supervisor na inatakiwa imesainiwa pia. Kwa hiyo hii ni section ambayo tutatakiwa ku-upload. Kwa hiyo atakuja hapa, hizi ni section ambazo tutatakiwa kujaza au kuindicate kama umeshajaza hiyo reference letter. Kwa mfano mimi nitachagua hii na assume ndo reference letter yangu ama acceptance letter kutoka kwa supervisor wangu. Hapa inaonyesha kwamba imeshakuwa uploaded na inasomeka hapa pembeni, jina ni Fadhili Malisa. Na kisha someka hapa sasa utachagua, utaangalia hizi sections. Kwa mfano kuna mtu ana apply for PhD na bado hajapata supervisor. Kwa hiyo anaweza akasema I have not yet uploaded the statement of supervisor but I have uploaded the declaration. Kama supervisor amekubali, maybe mimi nitakuruhusu uendelee kufanya application, nitakuja kukupa later baadaye. Ama university ime provide faculty maybe ime provide a declaration letter and later on utakuja kupewa the statement of supervisor. Kwa una uwezo wa kutumia hiyo. Lakini kama umesha upload supervisor, kama umeshaweka barua yako kutoka kwa supervisor utasema I have uploaded the statement of the supervisor. Kama hujaweka au hujapata kabisa vyote, huna declaration na huna statement of acceptance from your supervisor, basi utasema I have not yet uploaded the hiyo section. Na ukishasema tu itajisave moja kwa moja. Lakini kama mimi nisha upload, basi nitasema I have uploaded na itakuwa imejisave pale automatically. Kama una maelezo yote kueleza labda hii ni wakati unaijaza unasema labda hii ni acceptance letter from University of Pech, utaweka pale. Na kama unazo nyingine mbili, labda I have another acceptance letter from University of Debrecen, utaiweka pia pale. Then inakuwa imeshajisave. Ukishabonyeza tu kwenye hivi moja hapo, basi itajisave automatically. Na you have to upload it first kabla huja isave au huja select hizi options. Lakini ukianza kuselect hizi options before huja isave haitakuwa inakubali. So you have to upload it first and then uselect kwenye hizo options. So ukimaliza itakusomea pale result na itakuwa inakusomea tick kama hivi. Ukienda part namba 2 ni proof of language ambayo ni English na itakupa mfano wa sample ambazo zinatakiwa hapa. Na the same utaenda tena kwenye application yako. Assume hii ndo application letter yangu, sorry, hiyo English certificate letter nitaiweka pale, na hapa utachagua kutokana na
hicho ulichokiupload, ila mara nyingi kwa sababu tumeshakuwa navyo, basi tutasema yes, I have uploaded the original and the translation. Kama mtu amesoma in Hungarian and inafaa kubadilishwa kwenda in English kwa sababu examination au evaluation inafanyika kwa English, basi inabidi aonyeshe hizo kwamba ameshafanya na hiyo translation. Lakini kama ni English pia utaweka tu pale kwamba ni original lakini pia iko na translation. Kama unaweza more than one, basi unaweza tena kubonyeza upload ukaweka ile ambayo unataka kuweka na itakuwa inaonekana hapo. Kwa hiyo utakuwa umaliza hiyo section. Ukimaliza hapo na yenyewe itakuwa inakusomea tick kama ilivyo. Utaenda kwenye part nyingine ambayo ni Masters School Certificate. Utakuja hapa itakuonyesha unatakiwa upload the original diploma. Diploma usiogope ukaona ukajua ni ile diploma ya kwetu ile ya before bachelor whatever. Hii ni diploma huku ni kama vile umemaliza degree yako sasa ndio inaitwa diploma. Kama umemaliza masters yako diploma. Kwa hiyo uta-upload hiyo diploma yako lakini na transcript yake. Kwa hiyo utakuja hapa utachagua transcript yako ama utachagua certificate yako, utaiweka pale. Mfano hii ndo certificate yangu nitaiweka, na utakuja pia uta-upload. Ukishamaliza, ikishakamilika hapo utaona imekamilika. Then utaenda utachagua tena transcript. Kama hapa tayari zimeshakuja, utaenda tena utachukua transcript pale ilipo, utaenda utaiweka transcript popote pale ilipo. Then after ukishamaliza sasa, kama wewe bado unaendelea na masomo na unatarajia kumaliza masomo yako ndani ya muda, tunashumu unatarajia kumaliza mwezi wa 4, basi unaweza wa kuselect I am currently doing my studies, na utamaliza muda fulani. Basi hii option itakuja kukupa huko mbeleni chance ya wewe kuupload vitu vyako ambavyo ni original utakapokuwa umevipata baadaye. Lakini kama umesha graduate, basi utasema I have uploaded the original, sorry, utasema I have uploaded the original and the translation. Utaiweka pale kwenye hiyo section. Kwa hiyo hii part kama una bachelor, una masters, bachelor degree zote, basi utaziweka hapo ku indicate background zako za elimu. Ukimaliza hapo utaenda kwenye part ya passport. Utasema have uploaded my, utaenda utachagua passport yako popote pale ilipo. Najaribu kuchukua tu document tofauti, lakini inabidi uapply uweke zile document ambazo ulitakiwa kuziweka. Ile front page ya passport unaenda unaiweka kama iliweka hapa mfano, na nitasema I have uploaded my passport, na itasema pale status kwamba imeshakuwa saved. Kama you have any information or additional information or comment, unaweza kuongeza pale. Kama hauna, you can just leave the space open. Then utakuwa umemaliza hapo, utaenda tena kwenye research proposal. The same, uta-upload your research proposal from your documents. Na kama una maelezo yote, kama ushamaliza, basi utasema I have uploaded my research proposal. Then kama unaona hapo sijaweka chochote, nikiselect tu inaniletea error. So kama umesha upload ndio unakuwa na uwezo wa kuselect hiyo option. Then utamaliza, utaenda kwenye part ya recommendation letter. Utakuja hapa, utachagua hizo recommendation letter zako ambazo unatakiwa kuzifanya. Basi ukimaliza utasema I have uploaded the letters of recommendation zote mbili kutoka kwa supervisor wako kwanza na wa pili. Then utasave kama I have uploaded the letter of recommendation. Ukimaliza hapo utaenda tena kwenye kipengele cha transcript. Utakuja hapo utachagua zile transcript zako kama ilivyo, tena ada kwenye document zako. Then utasema I have uploaded the original and translation. Kwa hiyo kwenye section zote the same to medical certificates, utasema hapa mara nyingi sasa unachagua tu hii section namba 2 kwa sababu I have read and agree with the condition stated in the task. Kwa sababu for this time around hakuna haja ya wewe kufanya hizo medical checkup, utazifanya baada ya kupata scholarship. Kwa hiyo sasa hivi unaweza tu ukasema tu check section na utaona kama hapo imeshakubali. Then ukija baadaye ukishafanya hizo checkup, scholarship yenyewe na kudemand wewe una upload hizo certificate kutoka kwa professional au medical specialist kutoka Hungary. Kwa hiyo itakupa hiyo slot na utajaza hiyo form yako. Kwa hiyo kama una additional documents pia una uwezo wa kuja hapa na kuzi-add zile additional documents zako zote ambazo unazo, certificate kutoka sehemu tofauti ambazo ni za shule au za achievement fulani, unaweza ukaziweka hapa pia kuonyesha kwamba
kuna vitu vingine ambavyo vinaweza kuwa ni added advantages. Na hii section ni kwa medical informations, lakini pia na kama wewe una changamoto yoyote inabidi uwe treated under special care na vitu vingine, utatoa maelezo yako hapa. Lakini pia utatakiwa kuonyesha wewe umejuaje hii scholarship kupitia nani? Friends and family, internet searching, study affairs, Facebook. Basi utachagua university website, utachagua sawa sana wewe ulipo ifahamu. Kwa mfano labda ni friends and family ama internet search, utaweka pale internet search na utatoa maelezo yako. Hiyo internet search ni kupitia nini? Labda ulikuwa na search full access ukapata, ama ni my friends, utaweka pale friends na huyu mtu anapatikana from full access na vitu vingine kama hivyo. Labda unaweza ukaweka na tag pale ya full access, kama ipo Instagram tunajua ipo, unaweza ukaitag na vitu vingine kama hivyo. Then ukishamaliza hapa sasa, hichi kipengele utatakiwa uchague kama unataka kuwa under the scholarship ambayo ni Stipendium Hungaricum scholarship ama unataka kuwa self financed. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye anataka kujilipia basi atachagua namba 1. Lakini kama unataka uchague kuwa under the Stipendium Hungaricum basi utasema no, please do not consider my application as fee paying applicant any further. Then hii utakuwa umechagua kuwa under Stipendium Hungaricum. Then uta save, au kama una any relevant information basi you can just share your information there. Then uta save, utakuwa umeshamaliza application yako, then utaenda kusubmit. Na ukienda kwenye kusubmit itakupa kukuonyesha, kwa sababu hapa una slot nyingi hatujazijaza, itakupa kuonyesha zile details zako zote in summary from A to Z. Utakuwa na uwezo kupitia before hujabonyeza submit button. Kama kuna kitu cha kufanya changes utakuwa na uwezo wa kufanya changes, and then after utakuwa umekamilisha application yako. Yeah. Nadhani nitakuwa nimemaliza application katika modality hiyo. So sorry, nikirudi hapa kwenye documents nitakuwa na uwezo wa kuona zile documents zote ambazo nilikuwa nimeupload kule kwenye checklist, ambazo nilikuwa nimeupload kwenye additional. Kwa hiyo utaona working diaries, whatever hizi ni zile document ambazo nilijaribu kuziupload kule kwenye ile checklist. Nitakuwa nazipata ambazo nilikuwa nimeziupload, nitakuwa nazipata hapa kwenye documents. Na kama kuna ambayo imemiss basi you can just add here, ama unaweza kwenda kwenye additional kwenye others hapa kwenye part ya kwenye checklist hapa kwenye additional document, then ukazi add pale. Kwa nadhani itakuwa umekamilisha document zako zote katika hiyo modality. Sawa. Asante sana engineer. Tunashukuru sana kwa hii session, na ni workshop, maana tuseme ni hands on workshop. Ya maana kama kuna mtu alikuwa yupo hapa kwenye hii call alafu akawa anakufuatilia, ina maana by the time umefika mwisho inabidi naye amemaliza kila kitu. Kwa tunashukuru sana kwa kutenga muda wako. Tunakuombea nawe mambo yako yaweze kwenda vizuri hapo, na usituchoke pale utakapokusumbua tena.